Mambo vipi mtazamaji wa Revolution? Nes Wilonja hapa. Karibu, leo ni siku nyingine tena tutaongea naye kiongozi wa Dzaleka Filmmakers. Mambo vipi dada? Safi, mzima. Mzima kabisa. Mambo yanaendaje? Salama. Wakati tulipohitaji kuongea na kiongozi msaidizi wa Dzaleka Filmmakers wakatupa namba yako, tunaona kwamba umebahatika sana. Yeah. Na umewaka. Asante. Labda tukufahamu kwa majina. Naitwa Esther Chioi. Ulijikutaje hapa kwenye uongozi wa Dzaleka Filmmakers kuongoza waigizaji? Actually kulikuwaga walifanyaga uchaguzi, unajua, yani kukiwa na uchaguzi yani ni watu walinichagua. Hivyo ya. Ulianza kuigiza mnamo mwaka gani? 2018. Nini kilicho kuingiza kwenye kuigiza? No, mimi ni mtu ambaye hata kipindi ambacho nipo shuleni nilikuwaga napenda sana kuigiza, yani kwenye kila kundi ya drama shuleni nilikuwaga niko hata mkanisa zile sinema za Yesu na Maria, Yusufu na Maria nilikuwaga sikosi ya. Na wakati ulipopata hayo mawazo au wakati ulipokuwa nafanya hivi, ni nani ambao ulikuwa unamfuatilia sana, mwigizaji mkubwa? Wa nchi gani? Wa movie, wa nchi yoyote yule, lakini ni mkubwa sana. Yeah, to be honest nilikuwa nafuatilia watu wawili. Wa kwanza ni Wema Sepetu na Welu Sengu, ambaye anajulikana kwa jina la Matilda ya. Ni mwaka gani ambao ulisimama wewe kama wewe na kutoa filamu ya kwanza au ulioitwa na kushirikishwa ili kuichezea ndani? Hapo kwa kweli sijui niseme, sina movie. Hakuna movie ambao umeshawahi kuigiza? Okay, kuna movie ambazo tunajua paka kambini, yani tunakuwa ni watu tunaanza kitu afu tumalizie. Kwa hiyo kazi nyingi zinakuwa hizo za kuishia njiani. Sasa ulichaguliwa kuwa kiongozi na hujawahi kuigiza hata filamu hata moja? Okay, nimeshawahi kuigiza kwenye School Love. Hiyo School Love ilikuwa ni feature film, na kwenye hiyo movie nilitumika tu kama supportive actress I mean. Hivyo afu ukakuja movie nyingine sijui. Yani zipo tusema hivyo, labda sizikumbuki. Kwanza mwaka wa 2018 mpaka sasa hivi umeshaigiza filamu ngapi? Sijui kwa kweli. Haziwezi kufika tatatu. Labda zinafika na zinazidi. Kwa sababu ni vitu ambavyo unaanzaga afu njiani vinaishia hapo hivyo. Kwa kuigiza mpaka sasa hivi, ni mwaka gani uliojiamini wewe kama wewe ukaona hapa kabisa nimesimama? Yani hakuna nisikufichi. Hakuna filamu ambayo imeshakuaminisha wewe kama wewe? Yani hakuna. Kuna movie ambayo labda hiyo movie ingetokaga nilikuwa nasema hapa kabisa, yani naweza at least nikatoka. Kuna movie ambayo tuliwezaga kushuti na Wachewa wenye nchi, yani nilikuwaga na character ambayo ilikuwa inaonekana sana. Lakini hiyo movie tumeishutigi ilikuwa ni 2020 not 2021, lakini mpaka leo haijawahi kutoka. Na pia kulikuwa hiyo ya series ya nilicheza kwenye Strong Entertainment ya. Nayo pia haikuwahi kuendelea, ilikuwa inaitwa sijui Ndoa Gizani, kwa sababu ya basi tu ndo maisha yetu ya kambini hivyo. Kimaanisha kwamba hakuna filamu ambayo umeshawahi kuigiza na ikatoka? Hakuna. Na ile School. Yani hiyo School Love na nyingine ilikuwaga Professor, yani nilikuwa na nyingine moja hivi ya Lisa The Right Choice, nilichezaga na Ndabaga na Wachewa wengine, na nyingine tena ya Ndabaga. Labda naweza nikasema movie ambazo zishawahi kutoka ambazo nilicheza nikaonekana ni movie 2 za Ndabaga Raphael ya. Wewe kama kiongozi msaidizi kwa sasa hivi una waigizaji wangapi, au kwanza ulivyoingia mpaka sasa hivi waigizaji wote kwa namba ni wangapi? Kwa kweli mimi sijui, kwa sababu na uongozi wenyewe haueleweki. Kwanza mimi mwenyewe kama kwenye uongozi sipo. Unasema kwenye uongozi haupo na wewe ni kiongozi msaidizi? Yani naweza nikasema nilikuwepo, kwa sababu yani hivyo, labda mtafute kiongozi mkuu. Wakati tulipotafuta kiongozi mkuu akatupa namba yako, maana tuliomba kuongea na kiongozi msaidizi, au alitudanganya? Yani kiongozi mkuu akamwambia mimi ni msaidizi wake? Ndio. So kweli.
Sio kweli. So hapa ulijitambulisha kama kiongozi msaidizi, tena unasema wewe sio kiongozi, nayo imekaaje? No, mimi sikujitambulisha actually. Wewe ndio ulianza na introduction yako, mimi nilitoa tu jina langu, lakini sikusema kwamba mimi ni kiongozi wa Zaleka Films Entertainment. Haujawahi kuwa kiongozi msaidizi wa Zaleka Films Entertainment? Niliwahi kuwepo sijui miezi mitatu huko, afu nika resign. Kwa nini uli resign au kwa nini uliacha madaraka? Basi tu vitu vyenyewe vieleweki, viongozi hatuelewani, yani hivyo. Shida ni shida sijui ni kiongozi mkuu anasumbua. Hasumbui, sema kuna ile, of course unaweza ukawa kiongozi, lakini unatakiwa utambue kwamba bila watu bila wasanii wewe kama kiongozi hauwezi ukaoperate. Lakini kuna ile, kwa sababu mimi ni kiongozi na mamlaka ya kufanya chochote, hakuna mtu anaweza kufanya chochote bila mimi. Kwa hiyo hali sio nzuri, yani ndio maana mimi niliamua ni heri basi ujitoe kidogo. Na baada ya kujitoa kwenye uongozi mpaka sasa hivi unafanya nini? Basi nabaki zangu yani nyumbani, kwa sababu kambini watu like movie ni kama imekufa industry ya movie haipo tena. Kwanza mwaka wa 2020 uliposema ulicheza na Wachewa na Ndabaga, mpaka sasa hivi kujawa filamu nyingine ambayo uliwahi kushirikishwa au kuitwa? Kuna yani watu wa kambini hawagi serious. Mimi watu wengi wanaonaga kama mimi sikuagi serious, lakini mimi ni mtu ambaye natembeleaga serious sana, na pia ni mtu napendaga kuheshimu muda. Sasa unakutana watu wengi kwa sasa hawanishirikishi kwa sababu wanasemaga mimi ni msumbufu. Unaelewa? Japokuwa mimi sio msumbufu, kwa sababu ukinitia kwenye kazi yako, mimi pia na kazi zangu ambazo zinaniingizia hela. Nikijisacrifice na kuja kwenye kazi yako, yani kuna pesa ambayo ningetengeneza kwa huo muda, nimeamua kuachana na hiyo kazi ya kwangu ili nije nifanye kazi yako, ili tuangalie kama tunaweza tukasaidiana. Lakini unajikuta like kwa sababu tupo kambini, kila kitu yani tunavichukulia kwa usimple hivyo. Pole sana kabisa. Asante. Kwa hali ya filamu hapa kambini, je, inalipa? Hakuna. Sasa mnaigizaje? Basi kuna ile mtu na matumaini tu, unajua maybe one day nitatoboa. At least if ukichaguliwa na wao Wachewa ukaenda ukafanya audition inaitwa gazi edition audition bwana. Audition. Labda ukifanya hiyo audition labda Wachewa ndo analipaga, lakini na mtu ambaye alikuwaga analipa iko kipindi Ndabaga kabisa. Ndabaga alikuwaga analipa na bado analipa. Kuna movie ambao watu walishuti hapa aliwalipa kidogo kidogo. Vipi, una familia? Mimi ni mama wa watoto 3. Hongera sana. Asante. Vipi, ni changamoto gani unazozipitia kwenye kazi hii ya uigizaji? Hakuna changamoto? Ukienda kuigiza na unakosa kupata pesa, au kama ni changamoto? Na wewe ni mama wa watoto 3. Watoto hapo baba yao anawahudumia. Kwa hiyo inakuwa like ni part of my, yani ni kitu ambacho kinakuwaga ndani yangu. Mimi nikifanya hivyo nakuwa nafanya for fun, yani nafurahia kuona nafanyia kazi kipaji changu, kwa sababu mimi nina kipaji. Asante sana kwa kipaji chako. Kwanza mwaka wa 2018 mpaka sasa hivi, ni malengo gani ambayo ulikuwa nayo ya uigizaji na ambayo umeshayatimiza? Nilikuwa na malengo mengi, lakini sijawahi kutimiza hata moja. Kwa nini? Sio watu wenyewe hawapo serious. Mimi mwenyewe sipo serious. Hivyo. Ukimaanisha nyinyi wote hampo serious? Labda hizi media ndio naona mnakuja kwa kasi, lakini waigizaji. Sasa kwa nini usichukue nafasi hiyo ya kuwaita na kuwaweka ili muwe serious? Ndugu yangu, unajua kumuongoza mtu mkubwa ambaye mnakuja kukutana naye ukubwani ni vigumu sana. Kila mtu ana akili yake, kila mtu ana namna yake ambayo alikuwa. Kwa hiyo siwezi nikakuweka wewe chini. Je, unatumia mitandao ya kijamii? Natumia. Facebook? Nipo. Kwa majina? Esther Ekanga. YouTube? Esther Chiyoi. TikTok? Esther Ekanga 1. Instagram? Esther Chiyoi. X? Sina hiyo bwana, usimchanganye. Pole sana. WhatsApp?
WhatsApp bwana, nataka nitoe namba yangu. Yes, toa namba, labda kuna mtu anaweza akahitaji kuongea na wewe, akakusupport, akakushauri kufuatana na, unajua wasanii ampo serious. Na yeye mwenyewe amesema hata yeye hayuko serious na viongozi hawapo serious. Sasa labda kuna mtu anaweza akahitaji kushauri. Yeah, ambaye anaweza kanitafuta kwenye hizo mitandao and then nikampea namba yangu. Yeah. Unaweza ukafanya kitu chochote hapa cha kuigiza ili tuone kama hapana. Si angusha neno moja kwa watazamaji wa Revolution Media wanaokutazama muda huu. Guys, nawapenda sana, endeleeni kufuatilia media ya inaitwaje tena? Revolution Media, yeah. Mtazamaji wa Revolution Media, tulikuwa naye kiongozi aliyejiuzuru aitwaye Esther Choi, na amesema ya kwamba viongozi wote wapo serious na yeye mwenyewe pia yupo serious, lakini kuna mpango alionao wa kusimamisha au kuinua tena wasanii. Upo nami mtangazaji wako Esulonya, nyuma ya kamera ni timu yangu ya ufundi. Sikose kulike, kusubscribe na comment kwa ajili ya kupata yaliyo mengi together.